hata useme mimi nina stress ya hela. Yaani hata mwenye hela ana stress za hizo hela ambazo unazitafuta. Mimi nina stress ya mapenzi. Yaani hata mwenye mpenzi wametulia kwenye mapenzi yao, kwenye ndoa yao, nao wana stress ya hayo mapenzi ambayo wewe unayalilia leo. Au hata kama sio mtoto 2000 lakini unaona mbona mimi makunyanzi mengi? Mbona mimi mwili wangu unanenepa sana? Nanenepa bila kupenda, ni misili ila nanenepa. Gen Z, watoto wa 2000, not watoto. Unasema vitoto vya 2000, Gen Z, vitoto vibichi, vitoto vizuri. Anyway, so leo niko hapa kuongea na Gen Z au watoto wa 2000. Anyone ambao anajiona yuko katika hii age ya miaka 21, 20, 19, 23, 24, somewhere there, watoto wa 2000. Niko hapa kuongea na nyinyi kuhusu kitu ambacho kiko very, very, very sensitive. Cha kwanza kabisa, hivi mwahi kukaa wewe mtoto wa 2000 na mshangazi wa miaka 40, miaka 45, ukajiangalia wewe na yeye mkaona ambavyo mko tofauti. Yaani ukimwangalia unamwona kabisa, wow, she looks great. Yule wa miaka 40 ana muonekano mzuri, ana mwili mzuri kuliko hata wewe mtoto wa 2000 ambao bado binti kabisa, bado mkaka mzuri kabisa, ambao hata wengine Mungu hajawajalia bado kupata watoto, wengine bado hawajaingia kwenye ndoa, wengine bado wako shule. Lakini ukimwangalia muonekano wake wewe mtoto wa 2000 na yule mtu ambaye ana miaka 40, yani ni tofauti. Yaani utafikiri wewe ndio una miaka 40 alafu yule mwenzako ana miaka 20. So mtu anakuangalia anasema yaani ukimwambia mimi na miaka 22 anakuambia mimi nilijua una miaka 30 ngapi. Yaani ukikuangalia anajua huyu ashazaa na watoto 2, watoto 3. Kumbe bado kabisa mwanangu, yani bado kabisa, yani bado huko. So haya ndio mambo ambayo pengine unaweza kuwa unakosea kwa kutaka, au pengine ni labda haujui. Unajua vitu vingine yani siwezi nikakulaumu wewe mtoto wa 2000 ambaye una muonekano wa kimama, wa kizee, wa kibaba wakati bado mdogo. Labda ni vitu ambavyo pengine hauvifahamu, au pengine unavifahamu lakini unapuuzia kwa kufikiria kwamba nikikuwa nitaacha. So haya ndiyo mambo 5 ambayo unatakiwa kuyazingatia wewe mtoto wa 2000 ili uwe na muonekano mzuri, safi na salama kwa afya yako hapo baadaye. Cha kwanza kabisa wapenzi ni kujua jinsi ya kumanage stress zako. Maana stress ni kitu ambacho kipo. Uwe mtoto wa 2000, uwe mshangazi, uwe mbibi, stress ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka, ni kipo tu, okay? Una manage vipi stress yako? Unajua kuna mwingine niliwahi kuona watu TikTok, watu Instagram kwenye videos mbalimbali, eti kabisa unakuta mdada mrembo mzuri au mkaka mrembo, not mrembo, mkaka sio mrembo. Anyway, mmenielewa. Yaani ukuta mkaka mdogo au mdada mdogo anasema eti mimi nilitoka, nimeenda kulewa, nimeenda kunywa pombe, nimeenda kufanya vitu vya ajabu, eti kwa sababu ametoka heartbreakiwa. Yaani heartbreak ikufanya wewe uharibu maisha yako. Hivi kweli stress zikufanya uharibu maisha yako wakati bado mdogo kabisa. Yaani kama hamna mtu amekwambia, hamna mama yako au baba yako au mama unaokaa naye mtaani au mtu yote, mtu mzima ambaye amekwambia, basi mimi leo naomba nikwambie wewe mtoto wa 2000 kwamba stress zipo. Haijalishi uko katika hali gani ya maisha, haijalishi uko katika umri gani wa maisha yako, stress ni kitu ambacho kipo. Sasa ili zisikuharibu, ili zisikufanye uwe na maisha mabaya, zisikuharibia muonekano wako. Unajua stress, ukiwa na stress kuna hormone inaitwa cortisol inakuwa inatengenezwa au inatumika na mwili wako kwa ajili ya kumanage hiyo stress. Asa cortisol levels za mwili wako zinapokuwa juu sana, inapelekea matatizo mbalimbali ya afya yako. Kuanzia pressure, okay? Kuanzia kuwa na mixed periods. Unashangaa period yako, mbona sasa hivi period yangu imekaa siku 27? Mbona sasa hivi period yangu imekaa siku 40? Mbona sasa hivi period yangu imekaa tu siku 14 imekuja? Hizo irregular periods zinaweza pia zikawa zinasababishwa na high level ya stress hormone ambayo ndio hiyo cortisol. Kwa hiyo jinsi ya kumanage stress zako wapenzi ni moja ya sababu ya wewe
kuweza kuwa na muonekano mzuri hapo baadaye. Kwa sababu mara nyingi vitu ambavyo vinatokea sasa hivi katika umri wako mdogo, hauwezi ukaona matokeo yake, au huwezi ukaona kwamba hichi kitu kimeniaffect vipi mpaka ukae miaka 3, 4, 5 baadaye ndio unakuja kuona kumbe nilivyofanyaga vile ndio imesababisha milioni kwa hivi. Kwenye kitu chochote tu umeshajua mimi jamani, nikifanya kitu fulani na rafiki yangu huyu, hichi kitu kinanipa sana stress. Nikitoka tu pale kwenye kile kitu tunatoka kufanya, nakuwa na stress ya ajabu. Basi usiende, achana naye. Yaani mwisho wa siku is your body. Mwili ni wa kwako na mwili una uzuri na ubaya ni kwamba mwili Mwenyezi Mungu anatupa mwili mmoja. So ni either utunze au uharibu. Hamna hapo kati, yani there's no in between. Kwa ni either utunze au uharibu mwili wako. Kwa umeshaona kitu fulani kinakupa stress, achana nacho. Na kitu cha pili wapenzi ni kuhusu kula vizuri. Unajua kula vizuri sio lazima mtu uwe tajiri. Okay? Kula vizuri sio lazima mtu eti uwe na mapesa mengi. Yaani I'm so sure hata kuna watu wana pesa nyingi sana, lakini kula vizuri kwake ni shida. So kula vizuri ni kuamua. Okay? Kula vizuri ni kuamua. Nikisema kula vizuri namaanisha achana kabisa na fast foods. Yaani fast food iwe ni kwa ajili ya emergency. Yaani umetokea labda leo Mungu wangu vipindi vimenibana chuoni, okay? Vipindi vimenibana chuoni au kazi zimenibana sehemu unayofanya kazi. Nimeshindwa kabisa kula chakula ambacho ni homemade. Basi nitakula fast food. Lakini sio inakuwa ndo tabia. Wewe uwe nyumbani, uwe una uwezo wa kupika, uwe hauna, wewe chakula chako kikubwa ni fast food. Unajikuta unaanza kuwa mnene, yani unakuta mtu una miaka 20, 21, 22, ila ukijiangalia una kilo 80, 90 za kilo za mtu ambaye ani very unhealthy. Na sio kwa sababu labda unaumwa or anything, no, ni kwa sababu umejitakia. Wewe ni mzee wa fast food asubuhi, fast food mchana, fast food jioni. Na mwingine anakula mara 4, mara 5 kwa siku na zote anazokula ni fast food. What do you expect? Unategemea uweje? Unategemea sasa ndio umeamua sasa mimi nataka nitulie, niolewe au nioe. Mwanamume unaoa, mwanamke unaolewa. Unaamua unakuwa na watoto. What do you expect maisha yako yatakuwa baadaye hapo? Yaani yatakuwaje unafikiri? Sio mwanamume, tunajua wanawake sisi. Wanawake Mwenyezi Mungu anapokujalia kuwa na mtoto, mwili wako unabadilika kwa kiasi kikubwa sana. Na saa nyingine kwenye ujauzito hauwezi ukacontrol jinsi ambavyo mwili wako unabadilika. Ila huku nyuma ambapo bado hauna ujauzito, unaweza ukacontrol, na usipo control inakuwa ni uzembe. Okay, so leo baada ya kusikiliza video hii, tafadhali mtoto wa 2000, kitoto cha 2000, uwe mkaka uwe mdada, hakikisha fast food inakuwa sio priority yako kubwa katika maisha yako, kwa sababu itakufanya uwe na mwili mbaya, uwe mnene sana kupitiliza, au uwe na afya ambayo iko hatarini. Na kitu cha tatu wapenzi ni kuhusu arosto. Yaani kama wewe unajijua una arosto na vitu, yaani kwa mfano pombe, sigara and the likes. Pombe, sigara na vitu ambavyo vinafanana na pombe na sigara, bangi au chochote ambacho kinafanana na hicho kitu. Kama unajijua kabisa mimi huwa na arosto, basi uko katika njia mbaya sana. Ujue kabisa mwili wako unachoka. Mwili wako muda unavyoendelea kwenda, mwili wako unachoka, na mwili wako kuna muda itafika utakuwa hauwezi tena kurudisha nyuma. Sasa hivi bado hujachelewa. So jitahidi sana, kama una ndugu wa karibu, kama una marafiki wa karibu ambao wanaweza kukusaidia kuepukana na hiyo hali, jitahidi sana uweze kuepukana nayo. Kitu cha 4 wapenzi ni kuhusu mazoezi. Nikiongelea hiki kitu sijui hata niongeeje. Hivi unajua watu hawafanyi mazoezi? Yaani siongelei mazoezi ya kwenda gym ukanyanyue vyuma, no. Naongelea mazoezi ya kila siku. Kuna mtu tangu miaka 5 hadi saizi hajawahi kutembea hata steps ngapi, just for exercising. Yaani kwa ajili tu ya kufanya mazoezi. Akitembea ujue ni basi anatembea kwa ajili anataka kwenda mahali, no, lakini sio kwa ajili ya kufanya mazoezi. Yaani mazoezi ni kitu ambacho kwake hakipo, hakijui, hajawahi kukifanya. Yaani yeye hajui kitu kinaitwa mazoezi, hataki hata kusikia. Why? Kwa nini mtoto wa 2000, eti unajiita kitoto cha 2000 Gen Z na haujawahi
kama nilivyosema, vitu vingine unafanya kwa kutokujua na kwa kutokuambiwa. Kwa hiyo jitahidi sana hapa mwanzoni, jitahidi sana uweze kuanza kufanya mazoezi kidogo kidogo hadi yatakukolea. Yani mazoezi yanatakiwa yawe your daily routine. Mwe kuona watu ambao wanakuwa na miili mizuri sana, watu ambao wanawa inspire. Mtu anakuwa na miili mizuri sana, mwe kuona hata mmoja wao afanye mazoezi. Yani wote atakuwa katika ratiba yake ya siku, kuna ratiba ya kufanya mazoezi. Kwa tujitahidi sana tuwe tunafanya mazoezi ili kuweza kumanage miili yetu, kutoa uzee wa haraka. Na kitu cha 5 wapenzi, ambacho ni cha muhimu sana sana sana, ni kunywa maji mengi. Okay? Watu wengi hatunywi maji ya kutosha. Yani mtu anakunywa maji kwa sababu tu anasikia kiu. Sio kwa sababu eti maji unatakiwa unywe. No. Asiposikia kiu hanywi maji kabisa, hanywi kabisa. Anakunywa maji mtu just because anasikia kiu. Kwa hiyo tujitahidini sana uwe na hii mindset kwamba mimi ni binadamu na huu mwili unahitaji maji ili uweze kuglow na ili uweze kuwa mzuri. Kwa hiyo nisipokunywa maji, mwili wangu unakuwa mbaya. So what do? Unatakiwa unywe maji kwa sababu ni lazima unywe maji. So unakunywa maji kwa sababu unasikia kiu. Kwa hiyo siku ambazo usikii kiu, siku ambazo kuna baridi, maana kuna baridi siku zingine. Siku nyingine kuna baridi au siku nyingine umekaa ndani, you have AC, you have fan all the time, haunywi maji just because hausikii kiu. Kwa jitahidini sana 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 wapenzi, muweze kunywa maji mengi na ya kutosha kama unataka ku-maintain mwili wako. Okay? Kama unataka kuwa mzuri, kama unataka kuwa na mwili ambao una afya. Haya ndo mambo 5 ambayo unatakiwa uyazingatie wewe kama mtoto wa 2000. Au hata kama sio mtoto wa 2000 lakini unaona mbona mimi makunyanzi mengi? Mbona mimi mwili wangu unanenepa sana? Nanenepa bila kupenda. Ni misili ila nanenepa. Ni misili, mtu usikie mtu anakuambia, mimi nakula tu mara moja kwa siku, nakula tu usiku au nakula tu mchana, lakini nanenepa. Unaachaje kunenepa wakati una stress za kutosha? Your cortisol levels ziko Okay? Your cortisol levels ziko juu. Lazima uwe bonge, yani lazima uwe chinene. Okay? Kwa sababu you are not taking care of your body kwa njia zingine hizo ambazo nimeziongelea wapenzi. Kwa hiyo kama umesikiza video hii mpaka hatua hii, asante sana na asante sana kwa kunisikiliza. Naomba maneno haya ambayo tumeongea hapa yaweze kukuingia na yaweze kukufanya uende kufanyia kazi chochote kile ambacho kimekuingia kati ya haya. Na utakuwa na mwili mzuri na utakuwa na vitu vizuri katika maisha yako inshallah. Inshallah wote Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tufike huo umri na tuweze kujiangalia na tuseme kweli vile vitu nilivifuata na mwili wangu kama mzuri. So asanteni sana kwa kuangalia video hii. Tukutane kwenye video zijazo. I love you guys so much. Mwah, mwah, mwah.